mkutano. Huu utaratibu wa kila tunakokwenda tunaambia polisi wamesema msifanye mkutano hapo, kafanyeni sehemu fulani. Hiyo sio kazi yenu polisi. Sehemu ambayo CCM wanafanyia mkutano turuhusuni na Chadema tukafanyia mkutano hapo hapo. Na nyie watu wa Kayanga, watu wa Karagwe, siku nyingine mkichagua sehemu ya kufanyia mkutano, polisi wa Kigoma hakikisheni wawatoe kwenye hilo eneo mlilochagua wenyewe, sio mnakubali kizembezembe. Jambo lingine, juzi tulikuwa magereza kuona mwenyekiti wa chama chetu amesema yoyote anayemuonea huruma, yoyote anayejifanya anampenda sana, aache kulialia kusema Lissu yuko gerezani, apambane kuhakikisha anaihubiri no reforms no elections, kwa sababu yeye yuko jela, kwa sababu Samia na serikali yake wameona wakimpeleka jela operation na mapambano ya no reforms no election yatasimama. Amesema vijana wa Chadema kokote mliko Tanzania, iungeni na muipiganie no reforms no election, kwa sababu ndio iliyojaa ukombozi wa taifa hili, na muache kumlilia yeye, lililieni taifa lake. Yeye anaweza kujitetea, na mkishindwa wa Tanzania kumtetea litamtetea hata bunge la Ulaya. Na nyie na CCM mmekuwa mnasema mama halali, Rais Samia halali, kila siku anatafuta pesa huko Ulaya awatetea wa Tanzania maendeleo. Huko Ulaya anakwenda kutafuta Rais Samia maendeleo. Jana wamesema hao wazungu wa Ulaya, jana wamesema kwamba tulifikiri Rais Samia akiwa rais wa Tanzania atalinda demokrasia. Tulifikiri Rais Samia akiwa rais wa Tanzania pesa zetu tunazotoa za misaada Tanzania za mikopo zitafanya kazi ya kuwahudumia Watanzania. Lakini kumbe na wewe umemfunga Lissu kwa uhaini. Tunakutaka umwachie Lissu bila masharti yoyote. Tunakutaka ulete mabadiliko ya mifumo ya sheria za uchaguzi kwenye taifa lako. Haya mambo yamesemwa na bunge la Ulaya. Sasa CCM walivyopoteza akili wanasema hao watu wa bunge la Ulaya kwanza wanatuhubiria ushoga. Sisi ushoga haututaki. Kwa nini wanatuingilia kwenye mambo yetu? Mnapoenda kukopa huwa mjui kwamba wanaunga mkono ushoga? Nima akiji bila akili au matope. Mkienda kuomba hao watu wa Ulaya, mnaona wasuli wakiwaambiani huyo Lissu sio haini, huyo Lissu hana kosa lolote kwenye taifa hilo, ni mwanademokrasia wa kweli kwenye taifa lenu, muachieni. Hapo kibaya zaidi wanaowatuma kusema hayo ni wakina Mwijaku, Steve Nyerere, watu waovyo kwenye taifa hili. Wakiibuka wazee wa maana, wakina mzee Warioba, wakina mzee Butiku, wao wanaona ni kama wazee hawana akili. Hivi mnawaelewa CCM? Mwisho hapa nimeambiwa ni jimbo la waziri wa mambo ya ndani Bashungwa. Uongo ukweli? Bashungwa kila siku unahangaika kuwakamata Chadema, kutuzuia tusiende mahakamani. Huku jimboni kwako wako wananchi wanapigwa risasi na askari wa Rwanda wanakufa, halafu wewe unahangaika na Chadema. Wewe kweli kama ni waziri wa mambo ya ndani, hangaika kulinda maisha ya watu wa Karagwe na Kayanga. Mwisho yuko kijana muhuni mwehu na hana akili, mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kagera, amesikika akisema mara kadhaa, nyie polisi mkisikia tumewapoteza hao wapinzani wanaoipinga serikali msiwatafute. Leo bwana afande unahangaika na vijana si wa bodaboda, si vijana gani huko mtaani, lakini huko kijana mwenzangu mwenyekiti wa UVCCM anasema hadharani, na nyie vijana wa Kayanga wa Karagwe wauni kama hao mnaoona mtaani mnaangalia tu. Maandiko yanasema mwanzo wa ugomvi ni kutoboa penye maji. Acheni ugomvi kabla hujafurika. Na waambieni serikali ya CCM, Chadema haikupanga nia yoyote ya kuleta fujo kwenye taifa hili. Nyinyi ndio kila siku mnateka wetu. Leo Mdude hatumuoni, Amani Manengera hatumuoni. Siku tukija kuchoka na haya, hakuna atakayekuwa salama. Mara baada ya kusema hayo, naomba tumkaribishe sasa makamu mwenyekiti wa chama chetu aje azungumze na watu wa Kayanga na watu wa Karagwe. Haya, kunjeni ngumi tumkaribishe makamu mwenyekiti. Peoples!
Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, karibu uzungumze na watu wema wa Kaanga.